Mwancho murira wa TV akisi Hot TV na wake nimbya muna sakincho kwanda gusanga manente na akwarega nirie egere nkomanye hali agase ni kwateka kuruchinga ngonye chinse nchasa murita ne nkuru kunyabuto Dennis na bwancho nangiri ku rikonto hitukore goro umurai wa Azimio One Kenya Alliance muske Raila Odinga nigo arenga chinse mo cha Busia asense mo Busia hitukore goro nigo atebetebuna ere taranchirana ne chikura chageto mwakoria asate veteri tikori gorobuna IPC egorichi savo cyabo eribarare amatokyo buna renge nona boyigo natubetenga Ruto kobera State House nigo asota singenje chinguru kurende na kubonereria obubibwa oroboturi gati ankwe asenchera yenkirano. Hello vijana hoye Busia hoye mama hai asanteni vijana. Nina furaha kuona nyuso nyingi ya vijana. Mko gangari kinoma. Baba amerudi Busia, amerudi nyumbani. Sasa tumeanza mwaka na tumerudi kwanza kurudisha shukrani kwenu watu wa Busia. Nyinyi mlipiga kura kwa fujo hapa, kwa Azimio na baba na mama. Tunasema asanteni sana. Kura mlipiga kwa fujo kabisa hapa. Hapa Kenya kwisha hakuona chochote. Lakini vile mlipiga hapa ndivyo walimpiga pembe zingine za Kenya. Hii mkoa ya wote ya Busia, hii kaunti ya Busia tulishinda. Kakamega tulishinda. Vihiga tulishinda. Siaya, Kisumu, Kisii, Nyamira, Homa Bay, Migori, Narok, Kajiado, Samburu, Turkana, Trans Nzoia, Nairobi, Tana River, Kilifi, Lamu, Mombasa, Kwale, Taita Taveta, Garissa, Wajira, Mandera, Isiolo, Marsabit, ayo ni county zone, Kiambu, Nyeri, hata Laikipia. Tulishinda kwa kaunti hizo zote. Naambia kama hii tumeshinda kaunti hizo zote, tunaweza kushindwa? Naweza kushindwa? Ukweli ni kwamba hatukushindwa. Mliona bwana Chebukati akitembea kama mwenda wazimu. Bwana Chebushetha. Simuliona? Anasema ati yeye anajua ana matokeo. Sasa yeye anasema yake na mama Charera na wenzake wanasema wengine. 4 na 3. Wipi ni wingi? 4 au 3? Kulikuwa na tume ya uchaguzi ya watu 7. Watu wengine wamesema baba ndiye ameshinda. Watu 3 wanasema ati ule jamaa. Mnaona hiyo? Hiyo hesabu sijui mimi, manake ile nilipoenda kwa shule najua 4 ni kubwa kushinda 3. Sio? Sasa wale 4 ambao walisema ati baba ndiye ameshinda na mama wanashtakiwa. Mahakama imewekwa pale. Mahakama bandia. Ati mwizi mwingine anasimamia. Hiyo ni haki sa kweli? Hiyo ni haki kweli? Hii ndio sababu tumesema sisi sasa hatuamini wale watu wa juu, manake wao ndio waliiba, walisaidiwa na Electoral Commission, mahakama halalisha, bunge vile wamenunua. Tunarudi kwa wananchi. Manake katiba ya Kenya
inasema kwa kimombo ati the sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. And the people can either exercise it directly or through the elected representatives. Kama elected representatives sasa wamenunuliwa, tunarudi kwa wananchi to exercise direct democracy. Direct democracy. Tunasema the people's voice must be respected. The people spoke through the ballot. The people voted correctly. The whistleblower has actually come out and correctly exposed how the people voted. Vile whistleblower, yule jamaa ambaye amepiga parapanda, ametoboa ya kwamba Bwana William Samoei Ruto alipata kura 5,900,000. 5.9 million votes. Baba na mama walipata kura 8,100,000. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kama wanasema hiyo ni uongo, wafungue 7 kama wanataka. Wafungue 7. Kwanza Bwana Chebukati mpaka atoke kwa ofisi hakuchapa matokeo ya uchaguzi ya urais. Maana yake sheria inasema ati uchaguzi rais inapigwa katika kila constituency. Kila constituency. Hapa Busia tuko na Budalangi, tuko na Fonyula, tuko na Matayos, tuko na Mbale, tuko na Butula, Teso South na Teso North. Constituency ngapi? 7. Ngapi? Ngapi? Hajachapisha hizi ma constituencies. Ile ambaye alifanya ametoa matokeo ya Busia County. Hii Busia County is not an electoral unit. Electoral unit ni wards na constituencies. Ndio vizuri. Maana yake ilijua akichapisha matokeo ya kila constituency ukweli itaonekana. Kwa hivyo yeye amechapisha tu ati counties. Naambia toa ile ya constituencies. Ikitoka mtaona kwamba Bwana Ruto alishindwa. Ndio sababu sisi kwa Azimio tunasema hatutambui Bwana Ruto kama rais wa Kenya. We do not recognize him. And I'm challenging him because he knows he did not win. He knows he cannot win. And that's the reason why tunasema sisi kama Azimio tunataka kusimama na wananchi. Manake tangu waende huku ndani washike kwa njia hiyo vile wanashika, walipita kwa dirisha, waliahidi ya kwamba wakiingia namna hii bei ya unga itarudi chini, kutoka 200 itarudi 70. Imerudi chini, imerudi chini. Pili, walisema bei ya mafuta itarudi chini, imerudi chini, imerudi chini. Simeenda juu, simeenda juu, si kila kitu imepanda juu. Sasa kodi imepanda juu, kila siku nadai watu kodi. Ukinunua maji shilingi 100, 70 ni kodi, 70 ni kodi. 30 peke yake ndio naenda kwa yule ambaye ametengeneza hiyo maji. Mnaona vizuri? Anasema ati mtalipa mpende msipende. Lakini tunamwambia Bwana Ruto, there can be no taxation without representation. Tumeelewana vizuri? Sasa wameingia kwa bunge. Wanaanza sasa kunadi wa bunge. Wamepelekwa kwa mnada. Wamepelekwa kwa mnada. Ati wewe unaitwa Ikulu. Atakwenda njoo Ikulu, ationgea juu ya mambo ya maendeleo. Maendeleo kienda kule hapo 50,000, 100,000. Anasema mimi nilienda kuongea mambo ya maendeleo ya constituency yangu. Bure. Uongo. Uongo. Hakuna maendeleo katika Ikulu.
Katiba mpya imeweka mamlaka ya kugawanya pesa ya maendeleo kwa mkono ya bunge. Bunge ni siku hizi inatengeneza bajeti, sio rais, sio treasury kama zamani. Sikunakuta zamani siku ya bajeti mliona kama waziri wa fedha anakuja na ile mfuko yake, si mliona? Ilikuwa ni siri. Siku ya bajeti ilikuwa ni siri. Mabaa zote zimefungwa, maduka zote zimefungwa, manake bei itapanda, sio? Siku hiyo imepita. Sasa bwana, serikali inapeleka kwa bunge, bunge ni wanaangalia, wanakagua, wanasema hii Busia hii ile bypass ya kutoka Mundika kuingia Busia iwekwe pesa. Tunaona vizuri? Ile barabara nyingine ambayo inaenda kule mpaka na Uganda pande ile nyingine iwekwe pesa. Mradi ya maji iwekwe pesa. Bunge linafanya. Kwa hiyo mbunge kutanganya kwamba ameenda Ikulu kutafuta maendeleo, ameenda kutafuta tumbo yake. Sasa wanasema ati sasa ati Azimio na Zabarandika, wabunge wa Azimio wameenda kama leo wako Nakuru ati wanaenda kwa maombi. Maombi yao ni siasa tu. Sisi tumetoka kanisa, tumekuja sasa kwa mkutano wa siasa. Lakini bwana Ruto sasa kanisa ndio gini yake, platform yake ya siasa. Wanaita wahubiri pale, wanasimama pale, wanangoja. Sasa nini manake wanajua baadaye watapewa rupurupu hii namna hii. Hiyo nini? Sasa wale wanapenda pale hata wanaomba, basi wanawacha sasa wale nini wanasema maneno machafu nini. Hiyo ni yote ni takataka. Sisi tumesema hao watu tutaonana hao mundu kumundu. Mungu tayari vijana? Mungu tayari? Ngapi wako tayari nione kwa mkono? Sisi tumesema, manake mnaona hata karo ya shule imepanda. Watoto wengi wako nyumbani, wazazi hawawezi kulipa karo, sio? Sisi tulisema yale ambayo tulipanga. Tulisema watoto wanasoma bure, sio? Na tulikuwa tunajua pesa zitatoka wapi. Tulisema ya kwamba wale maskini, wale ambao hawajiwezi, na wale watoto wanawake, kina mama wajane ambaye hawana chochote watapata nguruwe 6. Sisema nguruwe 6? Na tungeanza kupeana hiyo nguruwe 6. Lakini sasa hawa jamaa walisema mambo mengi watatoa, hawajatoa. Sasa wanasema ati uchumi umeharibika, ati sasa mpaka mwaka moja. Bwana makamu wa rais katika serikali ya Uhuru Kenyatta alikuwa ni nani? Makamu wa rais alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Sasa anasema ati baba ndiye ameharibu uchumi. Baba alikuwa kwa serikali? Baba alikuwa ni waziri katika serikali? Uongo mtupu. Sisi tumesema kama wanazimio, Azimio haitazimbaratika, itasimama imara. Tutaendelea kufanya kazi yetu na kulinda haki ya wananchi, lakini zaidi ni kwamba ng'ombe yetu imeibwa. Jamaa wameimba ng'ombe yetu, wanakimbia naye. Tuwache waende nayo. Tufanye nini? Tuwafuate. Tulete ng'ombe yetu. Ngapi nasema tulete ng'ombe yetu, nione mkono hapa. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano. Bado mapambano.
bado mapambano, 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 mapambano.